Hello, mambo vipi everybody, mko poa? Ni mimi tena Suji katika episode yetu nyingine ya The Raw Space Podcast, na leo niko na mgeni special. Leo tuko na mgeni special sana, my old friend Nelly Pauper, Dr. Love. Embo ajitambulishe mwenye. Mambo Nelly? Poa. I'm so happy to see you. I miss you. Thank you so much. I'm happy as well. Tumeweza kukutana tena. Yes. It's been a minute tokea mwaka jana. Kabisa. Yeah. Naenda kama Dr. Nelly Pauper kama ambavyo dada yetu wako amesema. Yeah. Yeah, mimi ni mtangazaji wa kipindi cha mapenzi pale Crown FM. Yeah, ndo vitu vyetu tunakuwa tunaongelea mapenzi, positive energy, positive vibes. Yeah. It's all about love. Karibu sana Nelly. Sasa leo nataka tuongelee soft life versus reality. So flavors is reality. Yeah, yani kwamba kuna maisha yetu pani ya soft, yale maisha ya mapene ya pesa na nini. Alafu upande wa pili tuna sasa ukweli mchungu. Yeah. So Nelly, wewe ukisikia soft life, ingine kinaficha kichwani kwako? Soft life, yale maisha soft, yani hayana mambo mengi. Unaona? Yana mambo mengi? Mimi naona hayana mambo mengi. Yani wewe umeamua tu kuishi hivyo, unaonesha like uko sawa na vile unavyoishi. Tena sana ni ile unavuruga watu ukiwa kwenye socials huko, unaonesha maisha yako yanaenda hivi. Unaonesha kwamba hauna effort yoyote unayofanya, si ndio? Wewe stress zikija una shida, sina muda na stress kama hivyo. Lakini pia ni yale maisha ambayo wengi wakiangalia wanaona like huyu mtu mbona kama vile yuko busy na raha tu, yani. Unaona? Yeye muda wa kupambana anapambana saka. Kweli. Yeah. Kwa upande wangu mimi naona soft life, nikisikia mtu anasema mimi naishi soft life. I feel like ni maisha kama unaposema hivyo, ni maisha ambayo no stress. Yani I have a car, I have a nice apartment, I have got a business, I've got a good job. I just have everything ambacho ninakihitaji kwenye maisha yangu. Yani kila kitu ninachokihitaji kipo provided. Doesn't matter nimekitoa wapi, nakitoa vipi. Nikitaka kwenda vacation Europe naenda, nikitaka kwenda vacation Dubai naenda. Yani hivyo. So far mimi that is my definition of soft side, ambayo most of the people, especially sisi wasichana, japo hata wanaume nao wapo siku hizi kwenye mchuano, lakini I feel like sisi wasichana kila mtu anaitaka. And like everyone wants a soft life. Wengine mpaka yani they are staging their lives ili waonekane kwamba wapo kwenye hiyo category. Of course nowadays maisha yalivyotupeleka, ukiangalia na teknolojia, tunaweza kuaccess vitu vingi sana. Yes. Umeona watu wameweza kubadilika tofauti na zamani ambavyo ilipokuwa. Zamani kuweza kuona maisha ya watu wengine ilikuwa ni ngumu kama siku hizi. Siku hizi mtu anakuonesha maisha yake kupitia kiganjani tu. Umeona? And everybody looks rich now. Everybody looks rich. But they actually ain't rich, you know? Yeah, wanasema kwamba uko kwenye mitandao sio kila kitu cha kuamini. Kuna vitu vingine ukivisikia vichukue, viache, endelea na maisha yako. Sasa changamoto ambayo ipo siku hizi ni watu wanashindwa kuishi maisha yao. Kila mtu anataka kuishi maisha ambayo anayoyaona. Umeona? So kama hivyo unavyosema, unakuta mdada anataka kuishi maisha labda anatoka anaenda nje Dubai, maisha mazuri, apate mtu wake ambaye anampa kila kitu, vitu kama hivyo. Wapambanaji wapo. Ndio hatusemi kwamba hawako. Na pia hatuwezi kumzuia mtu kula hela yake. Sio? Wewe baby wako anataka kukupeleka Dubai, utakataa? Siwezi kukataa. Huwezi kataa. Umeenda zako Dubai, umechukua picha, umeposti, kuna tusumbua kwenye mitandao, kumbe kuna mdada wa mtu huko ametulia zake ghetto, anatamani hayo maisha unayoishi wewe. Na hicho ni kitu ambacho naona kwanza kabisa kama walivyosema, social media. Yani kama hauna elimu au uwezo wa kuweza kukubali na kujicontrol on what you share in the social media, unaweza ukaishi maisha ambayo ukawa very down yani. Yani mimi kuna wakati I reach a stage naangalia posti za watu and I'm like, you know what? Okay. Mejani kuna ile kwamba ni unaona kabisa
Sasa I feel like watu wengi especially labda sema mabinti wadogo ambao they're still growing, wako vioni, wako nini, natamani sana wasingekuwa wanajistress na maisha ya social media, kwa sababu really hakuna jipya. Yani na hata vijana unakuta kama hivyo ninavyosema, mtu kachukua na boyfriend wake kampeleka sio watu ambao wanakuwa wanazunguka Dubai, sio wapi, like all over the world. Unless kama you have a boyfriend who is like super rich au from a rich family, lakini most of them we know what they're doing and you really should be stressing about it because it's not worth it. Njia zinafahamika. Kama ni Mungu amekufungulia njia sawa. Kama ni wewe ndio umejifungulia pia. Yes, kama wewe ndio umejifungulia pia. Mtu anakula kikombe cha anaenda wanasemaje? Kila mbuzi anakula urefu wa kamba yake. Kila mbuzi anakula urefu wa kamba yake. Japokuwa mbuzi wengine siku hizi ni wajanja sana. Wanayoboa kamba. Unaona? Yeah, I think the generation should not be stressed sana na maisha ya kwenye mitandao. Pia waga na swali moja. If can someone really live a soft life without having money? Yeah, you can. How? Ni wewe tu unaamua usijistress with the life. Yani unaamua kuishi maisha yako unayotaka wewe. Kwani ni lazima ule milo 3 kwa siku? Umeona? Sio lazima. Ila unaweza ukawa una enjoy me eating a single meal a day. Na soft life, kuna washikaji zangu ambao wana maisha mazuri nitakuwa na bang nao, si ndio? Nikienda nikakaa kwa Gladi pale, najua uhakika upo na Gladi anaga kinyongo, si unajua? Ila ni sio kitu kizuri kama unaishi kwa kumtegemea mtu. Kama ni maisha yako mwenyewe ambayo umeyatafuta wewe kwa juhudi zako, wewe ndio unayeweza kuyaishi, na uwezi ukampangia mtu namna ya kuishi maisha yake kabisa. Wewe umeamua kuonekana kwamba wewe ni mgumu, sawa. Wewe kuwa mgumu. Hawa wengine wameamua kuwa soft, waache, wanajua kwa nini wako soft. Siku time yao ikifika kwa wagumu, watakuwa wagumu, maana uwezi ukampangia mtu namna ya kuwa, si ndio? Ni kweli kabisa. Sasa kuna hichi kitu kinaitwaga hustle culture. It's more kama opposite ya success, like kwamba watu, kuna baadhi ya watu ambao I feel like ni wengi wetu ambao wameshapunguka akili na wameamka. They feel like they constantly need to just be working and making money. Anatafuta side hustle, anafanya hasa unakuta inafika stage watu wanakuwa they're really not living their life, they are surviving. You understand? Kuna wakati hadi mtu unamwona kabisa they have enough but somehow they feel like no, it's not enough. Kuna watu mpaka wanakuwa when they are not working. Unajua kuna watu, hata mimi personally, when I'm not working or when I'm not being productive, when I'm not making money, when I'm not doing something that can generate money for me, and I'm like just at home, it hurts me. Like I'm going crazy. Like no, I'm not supposed to be here. I'm supposed to be happy. And when I'm out there working, going to my office, kazini kwangu, nitoke nifanye biashara zangu, it makes me happy. Like I feel like okay, that is how it should be. But I feel like we should educate ourselves. How can people balance this? Kwamba just rizika, like this is the limit, now live your life and not survive. Na hiyo kitu iko kwenye nature ya binadamu. Umeona kwamba nikifanya kitu kizuri kwa ajili yangu mimi, lazima mwili wangu utasikia raha. Ndio. Labda wewe ulikuwa mvivu, si ndio? Ujibu, ukiamka asubuhi uelewi unafanya nini. Maisha yako yanakuwa ni yale yale kila siku, asubuhi mpaka usiku, the same shit, different day. Unaona? Ikaja ikafika kipindi una improve. Sasa hivi naamka asubuhi naweza penda jogging. Unaona? Ninaamka asubuhi nimeenda jogging, nimerudi, nimefanya usafi nyumbani kwangu, nimeweka kila kitu vizuri kwangu. Sasa nikae nianze kuwa productive. Maybe kama una mishe zako unazofuatiliaga, kama ni winga, kama ni nani, ukajua wewe, si ndio? Unaanza kufuatilia mishe zako. Kadri unapokuwa unafanya vile vitu ambavyo ni productive kwako,
you've gained some energy ambayo inakufanya unakuwa unataka kufanya zaidi. Sasa shida ni kwamba tunakuwa tuna overdo. Unajua, I feel like is hustle culture is it necessary or is it toxic? I feel like it's toxic. Like we have to have a limit. Sababu at the end of the day, Nelly, unapata hii tunaita msongo wa mawazo. Ndo mental health yanaanziaga hapo. You just keep on working. Na ukumbuke, sio kila mtu anayefanya kazi kwa bidii anatengeneza hela. Ni imani. That's the other thing. So imagine you hustle. Una hustle. Lakini kuna mwenzio unayemfahamu labda hata ni mshikaji wako au ni rafiki yako. Anafanya kawaida lakini they make more money. Like maybe inaweza tukasema maybe they work smart or I don't know how to call it. Or maybe they are lucky or maybe ndo hivyo njia vya panya nao ni panya hao. Lakini kama wewe you just work kwenye maisha yako zaidi ya masaa 10 na kwa siku and you are still kwenye level fulani, haujafika ile level kama unayowaona washikaji au wenzio wamefika, lazima itakuletea stress, itakuletea msongo wa mawazo. Unakuwa ile burnout, unajua kabisa. Like you feel the pressure. I feel like ndio maana at the end of the day watu wanaona bora let me just take this other risk. Yes, njia nyingine nitafinayo. Yeah, pressure. I feel like it toxic. Pressure is there. Mistaki kuamini amna tajiri ambaye ana pressure. Umeona? Amna tajiri ambaye ana pressure na amna binadamu ambaye kichwa chake hakina pressure. Ni vile tu mambo ya pesa. Of course, tena sasa kama sisi wanaume, fika kipindi uelewi. Nyumbani hela inahitajika lakini huna. Machalio anatakiwa kwenda shule ya kidogo uelewi, unalipaje ada ila wao waende tu shule. Si ndio? Pesa nyumbani, yani kuna vile dharura vya ajabu vinavyokuwa vinatokea. Mama anataka hiki, baby anataka hiki. Unaona? Sasa hizo pressure lazima ziwepo. The thing is ni jinsi unavyozihandle hizo pressure. Umeelewa? Yeah. The way you handle those type of pressure. Kama wewe ukiwa unapata mtu akikuomba pesa kila muda una hasira, unategemea ni baby wako anakuambia baby ninunulia baya sijui nilie, unaanza kummind. Umeshindwa kuwaza, unawaza ni mwanamke anapenda vitu vizuri. Umeona? Yani we should just learn to accept it. Kama yani tafuta namna. Mungu yuko. Usiogope kumuomba. Communicate. Always communicate with your God. Wewe weka mazingira yako vizuri katika namna yoyote ile. Yeah. Vitu tu vitakaa. Wewe kwenye maisha yako have you ever felt like giving up? Kuna kipindi mwahi kupitia kwenye maisha ukaona kama maisha mbona ni magumu sana. Mimi naona mimi siwezi tena. Have you ever felt like that? Giving up. And how did you come back? Like kama sasa hivi kuna mtu labda yupo nyumbani anatusikiliza like anaona kama vile ni haelewi, like maisha yake haelewi. What can you tell them? And kwanza tuambie wewe how you did it, you came back to your feet, and how can you tell this person anayekuangalia sasa kwamba okay, it's gonna be okay. Well, yeah. Ako ka feeling kana kuepogi. Unakuwa unafanya kitu kwa muda mrefu lakini huoni majibu yake. Umeona? Kuna kipindi like kisha cheka hiyo na yeah. Kuna kipindi unapitia vitu ambavyo wewe mwenyewe uelewi, vitu vinatokea tu from nowhere. Mbona umecheka? No, nataka utuambie mfano unataka kutuambia. Yeah, sababu yeah, kuna kipindi mtu unapitia vitu ambavyo unaanza kuona jiuliza. Hivi ni mimi tu ninayepitia au ni kila mtu? Umeona? Kuna relationship nzuri na watu wako wa karibu. Yeah. Ndio. Una relationship nzuri na mtu wako. Na wewe huoni kama huna. Ndio. Na uko okay with that. Watu wale wanaokujali, wanaokupenda, una mahusiano nao mazuri. And you're okay with that? And you're okay with that. You don't know. Mpaka pale kila mmoja aanze kuwa anakuacha mwenyewe, si ndio? Sasa kuna wakati ambao ukikaa chini unaanza kuona nitafakari. Hivi imekuwaje mpaka mimi hapa hivi nimebaki niko mwenyewe peke yangu na sikuona kama vile ninakuza wenzangu, si ndio? So that shit happens. Wakuta ni tabia zako mbaya ndio zilizosababisha watu kutoka.
maybe ni sababu kuparticipate kwenye kila kitu ambacho wanatafuta, so they decide to okay, let this guy go. Me, I remember it's not out too, yani sio zamani sana, ila there was a time where I used to have good life, like that soft life that you're talking about, and I was too comfortable. Yet you make a lot, you're too comfortable, like nothing can stop you. Umeona? Sasa kumbe kupitia hicho kitu kuna watu ambao unakuwa unaongelesha vibaya bila kujua, hawajibu vibaya, wanakuja kwako kuomba ushauri, unawachukulia poa, and everyone goes. Umeona? So you start to build yourself. Nilikuwa sielewi nianzie wapi, lakini nashukuru Mungu nilipoanza kuja kugundua matumizi mazuri ya social media. Unakuja kukutana na watu ambao wanakujenga wewe vizuri. Ukiwafuatilia, unasikiliza mtu anakuambia kitu, lakini you should not judge, but you should just be curious of kwa nini anasema hivi. Mtu anakuambia ukweli, ukifanya hivi na hivi unakuwa sio mbaya kwa mtu, inakusababishia hivi na hivi na hivi. Sasa wewe unaanza kuleta shida. Sasa mimi kama amenifanyia hivi unategemea nini? Kwa hiyo kuna aina za tabia ambazo ukiwa nazo watu wapunguze kupenda battle. Battle. Na pia kujaji watu. Mimi sema za ukweli, to my side, with what you are saying, waga ninajiambia msemo mmoja. There was a time in my life where I tried to make everyone, yani tuwe kwenye the same page. And then I've tried so much kuimpress na kunishusha na kunifanya mjinga na kuwaomba watu kwamba let's make peace, let's do this way. Lakini at the end of the day, kama hichi kitu hakipo two-sided, hawa watu wengine wanakuwa selfish, ina maana wanakuwa wanakutumia. Sasa hasara yake ni nini? Hasara yake ni kwamba utakuwa wewe ni mtu mzuri, you are trying to make peace, to fix everything. Hawa watu wengine wao hawa play their part, they make it kama ni responsibility yako kufanya hivyo. The day that you get tired na uone kama mbona this is one-sided, like I can't keep on doing this to myself because I give love, I deserve to receive love. Sawa? Kwa hiyo if I apologize to you every time you wrong me, you have to also apologize to me when you have wronged me. Like it has to be two-sided. And there's no way that kila siku Nelly, you are wrong and I'm right. Kabisa. There's a day I will be wrong, you will be right. Yani ndio maisha yako hivyo. Sasa ukishakuwa umekaa na watu ambao umewazoesha to go down and fix everything that kinakuja between you two au whoever, 2, 3 family, whoever. Ukiacha kufanya hivyo, wanaona kama vile unawakosea. Sasa ngoja nikuchekeshe kitu. Kuna mshikaji hivi tulivyokuwa Kilimanjaro juzi hapa. Tuko tunakula bia fresh, si ndio? Nakula epi. Asa wakati tunakula epi pale, kuna mwamba mmoja anapenda tabia za mtelezi. Anakuja wakute mnakula epi na anaungana hapo hapo, lakini kwenye kushirikiana kwa mambo mengine nini hayupo. Muda wa bili anapotea. Sasa ile siku bwana tukasema jamaa acha tumsikilize. Jamaa kaja pale katukuta tunakula epi na yeye kaagiza supu. Si ndio? Kaagiza na bia pale anakula vizuri. Sisi tulipomaliza yeye naye akawa ameshamaliza. Bili inakuja anasema hawa hapo. Si ndio? Yaani kabisa mwanaume huyo anatusukumizia sisi. Na huyo mwamba tabia zake tunazifahamu. Sio mara ya kwanza. Na hapo ni mtu ambaye alipewaga hela akanunue kitu, hajawahi kwenda kununua hicho kitu. Akarudisha. Tapeli. Kiufupi ni tapeli, si ndio? Bado anakuita mwana. Jamaa tulichokifanya sisi tukamwambia hatuna hela ya kumlipia yeye. Kuna matukio mengine kwake. Kuna matukio mengine yakikukuta utajifunza kwamba sio kila kitu ambacho yani kitu ambacho sio cha kwako tu. Na watu wajifunze hiyo, yani ukiwa unatoka unaenda sehemu, kwa nini nategemea tu kulipia bili? Vipi? Kitu ambacho sio cha kwako, sio cha kwako. Na kuna muda matukio ambayo utegemei yanaweza kutokea, yanaweza yakatokea na hujui utafiksi vipi, lakini utafiksi tu. Sasa sijui alifiksi vipi, ila baadaye anavile kukujia simu anatulaumu sisi sio watu wazuri. Kwa hiyo ache sisi sio wana na amika kichizi. Yani mnashindwa kweli kunilipia supu sijui nini. Mimi mnanifanya mimi natoa hela yangu ninalipa. Yani mtu anaumia
kutoa hela yake yeye kujilipia bili yake. Unaelewa? That's weird. Huyu ana matatizo, hayupo sawa. Asa ndo kitu kama hicho, umeshazoesha kuwa unamlipia mtu au umeshamzoesha mtu tabia ya kumsovia matatizo yake. Katika siku huwezi solve. Anaona huyu jamaa snitch, huyu jamaa kumbe ndo maisha yalivyo. Everyone has to carry his own shit. Na mwisho wa siku watu natamanigi welewe kitu kimoja. Yaani sijui kwa nini watu wanaekaga hiyo mentality kwamba mtu fulani anapaswa kukusapoti kwenye kitu fulani. Unajua mtu anaweza akaa anakuona unatengeneza pesa, una hela, una 1 2 3. Lakini wewe huna au pengine unatengeneza pesa ila ina majukumu. Na hata kama unatengeneza pesa ni ya kwako. It's my choice. Mimi ninaweza nikawa na hela ndio sina gari. Kwani lazima nikiwa na hela niwe na gari? Nimeamua niishi hivyo. Umeona? So kila mtu anaishi maisha yake vile anavyoweza. Anavyotaka, priorities. Mtu ana priorities na watu tunatakiwa tupunguze sana tabia za kujicompare na watu. Comparison that breaks just watu wengi. Mimi nianze kujifananisha na fulani, ninaanza kujitoa karakta yangu na kuwa mtu mwingine. That is bad. Unaishi maisha ya staged sana. That is bad. Yani utakuwa unaishi maisha ya kustage kama hivyo ambavyo umesema. Ila ukiwa ni mtu ambaye unajifahamu, mimi ni mtu wa aina hii, kama unabadilika kwa mfumo hivi, unajifahamu ni wewe, sio wewe unamwekti mtu. Unamwekti mtu. And I feel like the problem is not soft life or is not hustling. The problem is pretending. Hakuna maisha yana furaha kama maisha ambayo unaishi reality yako. Be you. Kwa sababu utakuwa comfortable, alafu uta appreciate wengine, hautakuwa na envy, hautakuwa na wivu. You're just going to do what you do best. Unajua, na unaenda kuwa na furaha. Lakini ukishaanza kupretend na kuishi maisha ambayo huwezi kuafford, ndio unaanza zile chuki kwanza. Unaanza chuki, makasiriko, jealous. Unajua kuna sometimes unaweza ukawa kuna watu mimi wananishangaza, unaweza kukuta hata ni rafiki. Mmeenda hata sehemu umependeza, si ndio Ana wivu kiasi kwamba hata kukupigia hata picha. Anaona wivu kupigia picha. Ushe kutokaja out na mtu. Sijui kama nyewe kwa wanaume inakuwa hivyo. Uko na marafiki zako and you really look good, na hata watu uliokutana nao they've been telling you, wow, dada umependeza, you look good. Lakini mimi mfano to my side. Nimetoka na rafiki yangu na anasifiwa na watu na nimemuona kwamba amependeza. Na najua labda huyu mtu anapenda kupiga picha. I will try my best nimpige picha aichobe. Yaani nitamuomba, nitamwambia kaa hapo, simama. Lakini kuna watu they don't like to do that. Yaani wanaona anamwambia rafiki yangu unanichoresha, nipige picha. Hataki. Si unaelewa? Kuna sometimes unamwangalia mtu, ukimwangalia labda amevaa hajapendeza, labda yametoka hata kazini au hivyo, umeelewa? Sasa mimi si nimependeza, kwa nini usinipige tu picha na tukawa? Sasa hizo ndo tunaongelea jealous. Naelewa vitu vidogo vidogo. Ukishakuwa na unamaindisha vitu vidogo vidogo, it means wewe una tatizo. Tuna tatizo la afya ya akili nalo, na unapaswa ukae chini ujikakimini. Kwa sababu in reality, how can you be jealous of your friend? Be jealous kimaendeleo. Yaani kuna ile tuseme the good jealous. Kwamba rafiki yangu amenunua labda amenunua nyumba, wow. Jamani na mimi natamani siku moja. Lakini sio ile wivu wa kwa nini kanunua nyumba sasa? Why? Natamani ile nyumba yake hata iungue moto. Unajua kuna watu hapo hivyo. Watu wana roho mbaya sana. That is not right. Yaani kitu ambacho pia nimejifunza ni kwamba watu wana surprise. Kuna mtu ambaye alifikiria ukakutana na kitu anachokifanya. Ukabaki unashangaa, hadi huyu. So tusiwe sana kuna vitu tukikutana napo tusiwe surprised is too much. Sababu binadamu tuna vitu vingi sana tunafanya, si ndio? All in all, ishi maisha. Hivi, can someone struggle and still live a good life? Like, can you be hustling? Labda ni kimya hiyo. Can someone hustle and still live a good life? A soft life? Inategemeana, labda kama unaenda kwa season. Nimepanga. It has to be one. You are either hustling or living a soul life. You can't do both. You can't do both. Japo there's people who can do both. Sijui wanatengenezaje, maybe wale watu wazee wa online. Lakini haiwezekani, lazima utatenga muda wako. Si ndio?
Mimi ninavyojua ni vile tu mtu unakuta labda umeseti muda wako wa kupambana, let's say 6 months. After this 6 months, aka mwezi hapa hivi nikale happy maeneo, nitulie, nijipe hongera, hapo nirudi niendelee na mapambano. Sio? Ila na sio kila mtu atakuonesha mapambano yake. Kabisa. Wengine watakuonesha soft life, lakini what they are doing behind is another thing. Ukutana na hustles zake huko nyuma, ana real estates zake huko zimetulia, ana say apartments zake huko zimetulia, yani yeye anaishi tu, vitu vina run, si ndio? Uwezi ukajilinganisha na watu kama hao. Ila kama wewe ni mtu ambaye unaishi soft life ya kutegemea kwa mtu mwingine, lazima utateseka. Uwezi ukaishi hilo. Sawa. Can you date a woman when you're broke? When I'm broke. Ukiwa huna pesa. Unaweza kukaa kwenye mahusiano? Nakuwa kwenye mahusiano. How do you do that? How do I do that? Well, I can date a man when he's broke. When you don't have money, please leave me alone. Kwanza, you are not even supposed to have feelings when you are broke. Why are you like unapataje ma feelings ya kuwa na mpenzi wakati you can't provide, you can't give her money? Hizo nguvu unazitoa wapi takaangu za kupendana wakati kila unasikia wanawake mnapokia. Sio kila mwanamke anapenda hizo mambo mwanzoni. Umeona? Kuna wengine wanaweza wakavumilia mpaka mambo yatakaa. Uvumilia hapo pati hela uje uniache. Sasa unaona hizo mentality. Sio mentality. Sio mwenyewe asilimia kubwa wanawake mko na ume. Kwa sababu wanaume wamewafanyia hivyo wanawake wengi. Kuna wanawake wengi story tunazisikia wamehaswa na mwanaume from the scratch. Pata pesa tujie tabia yako. Wamepata pesa wamewapiga matikio. Akikukimbia ni muda wake umefika wa kuripia. Sasa kwa nini ulikuwa unamvumilia? That is why tunataka na sisi mtu ambaye tayari tupo level plan. You lower your standards. You get your heart broken. Mimi siwezi nikakataa kuwa na mpenzi kisa sina hela. Si ndio? Unaweza kuwa na mpenzi aliyokuzidi pesa wewe ukiwa huna pesa. Yeah, I can do that as well. How do you get the confidence? Ukiwa huna pesa na una mpenzi ambaye amekuzidi pesa. Tunatofautiana maisha. You don't feel inferior. Bloody. Tunatofautiana. I feel inferior. Mimi, I have my mission in this life. You have yours. Si ndio? Wewe mission yako nimekukuta nayo, mimi tumekutana na mission yangu, si ndio? Katika mahusiano yetu tukiamua kwenda, if our missions match, we move. Ukikaa unasikiliza maneno aise, labda kama wewe uliye naye ana tabia za kikuuzi. Maana wanawake na nyinyi mkipata hela mnakuaga mna tabia za ajabu. Si ndio? Unaweza kukuta labda uko na una date na mtu ambaye amekuzidi kipato, anaanza kukutreat like a bitch. Si ndio? That is bad. Amna mwanaume anayetaka kuwa chini. Binafsi nimesema ninaweza, lakini nikikutana na hivyo vitabia vya kipuzipuzi, I never lose my, wanasema nini? My masculinity. I never lose that. Hata kama umenizidi pesa. You see? So kwamba sijaidate watu ambao wamezidi. No, nishawahi. Lakini tabia zao za kipuzi. Can't handle that. So you cut it off. You cut it off. I cut it off. Me, I search for me. I fight for me. If there's a woman who is there to fight with me, we'll fight together. That is what I want. Mi sitaki yale maisha eti ya mtu binafsi. Sipendi maisha ya unakuwa na mtu ambaye kila muda like, yani mtu kazi. Mimi napenda mtu kazi. Ndio maana napenda mama za chuga. Really? Kama mama za chuga zinajua kazi. Kwanza ukitulia hivi zenyewe zinajua kupangia mipango. Na hapo kwenye kusema hapo, ukisema na tu na mama za chuga. Mimi, yani tusiongee tu chuga in specifically, lakini hata sisi kwa wanawake upande wetu, wanawake wengi hata ninaoongea nao, naokutana nao, marafiki, watu wengi hatupendi wanaume wa da. The same way maybe unaposema mama za chuga na amba na upendo wanawake wa da. For instance, mtu kama mimi na wengine wengi ambao wapo kama mimi, hatupendi wakaka especially si wanaoishi da, born and raised yani. Born and raised. Most of them, na sio wote, usinikoti vibaya. Sio wote, lakini wanaume wengi wa da wana matatizo sana. Yani heri mtu upate mwanaume
ametoka zake Mara huko, ametoka zake wapi, ndo Mara ndo Msoma ametoka zake Mwanza huko Mkuma mjini Masai huko. Yani hao ndo wanaume ambao kwanza yeye mwenyewe yani hata anavyo behave, ana behave kama a man, you understand, ana behave kama mwanaume, unaelewa? Ila wanaume wa hawezi hata kubadilisha balbu ikiungua. No, yes, I know. Hata kufunga bomba likilegea, lazima aite fundi aje afunge bomba. Sasa vitu kama hivyo yani vina mitano sana. Yani kuna vitu ambavyo mwanaume kwenye familia au mkaka ukiwa naye kwenye mahusiano anapasa kuwa ana uwezo wa kuviprovide na kuvifanya, sio tu kipesa. Unajua watu wengi pia wanasahau that side. Ukiwa una hela atakao utumie vitu vya extra. Hata kama una hela, lakini kuna ile yani mwanaume ambaye ana behave, you feel like this man au huyu kaka ana wanaume fulani, unaelewa? Sana ni vitu ambavyo watu wanaweza wasivigundue, lakini sisi tunaviangalia hiyo. Sasa wakaka wa daa, I say it's a problem. Yani naonaga tu huruma sana, bwana ndio hizi nda. Kwa unaambia nini wakaka wa daa? Wakaka wa daa wajirekebishe. Yani wanaume wa daa inabidi wabadilike. Wanaume wa daa wajifunze wanaume kutoka kwa wanaume wa mkoani. Wanaume ndo kandazi wanaitwa au wanaume wa kaskazini sio Wanyakyusa huko, wawakundishe wanaume wa daa kuwa na wanaume kweli. Wamelegea. Sema unajua bana, nisamee, lakini acha nitetee wanaume. Yani sio tu hii, acha nisisio kwa wanaume tu, hii iende kwa wote. Unajua mapenzi bana ni issue nyingine kabisa. Haieleweki, haitabiriki. Unaweza kuwa na mtu unajua this is the perfect one, lakini there's never a perfect one. Siku hizi sijui kama kuna mambo ya soulmates. Sijui, ila ni mapenzi yamejaa unafiki. Unajua shida nini? Unaweza ukawa unampenda mtu lakini wewe sio mtu wake sahihi. Yaani kifupi mapenzi yamejaa unafiki. Mi glad sababu niko na wewe, itabidi tu nikupende, ni act like I should show you that I love you. Ila kuna muda hujui kama uko na mtu unayempenda ila uko naye. You are not sure if this is love or not love. Watu wengi wako kwenye hiyo situation kabisa na unaweza kuwa kwenye mapenzi like mimi nakupenda wewe ila wewe sababu si unamjua unayempenda ila hujui anayekupenda ila wewe hauko na mimi ile deep. Mimi nimemwaga mapenzi yangu yote kwako, rafiki yangu umekuja umenipiga tukio, si ndio? Poa, mahusiano yetu yakaisha. Nimeenda nikakutana na mtu mwingine naye nikampa uba lote lile la Sharukani nalo kanipiga tukio. Unategemea au mahusiano yanayofuata huko mbele yatakuwa? Unaishi kiakili. Sasa kuanza kuishi kwenye akili hapo. Unaweza ukajikuta unaumiza watoto wengi. Ni kweli kabisa Mimi niko na wewe lakini sikuelewi. No, shida ni moja Neli. Unajua wanaume wa siku hizi bana, sijui mna matatizo gani. Yaani kabla hujaingia kwenye mahusiano mapya, jitahidi. Ule msemo wanasemaga kwenye mitandao kila siku tunaisikia. Heal before you get into a new relationship. Shida ya watu wengi kama hivyo, ndio maana unaona unasema ngikutana na mtoto wa mtu mtambia tukio. It's because ameshasahau mahusiano. No, it's because you don't heal. When you heal, you become brand new. Ndio utatake precaution. No, utatake precaution. Wanasemaga nini, ile ni bora kuliko nini? Kuna msemo wanasemaga kabla ya hatari au nini? Kwamba yani una take precaution, kwamba tahadhari ni bora kuzidi tiba, right? Yes, una take precaution. Lakini at the end of the day, you just have to be the real you. Kuna watu wengi wamepitia vitu ambavyo wameumizwa kwenye maisha, lakini at the end of the day they are good men, they are good women. Ukutana nao lakini sasa shida na wao ndo maskini ya Mungu waga wana bahati mbaya. Kanaumiza. They keep on getting bad people. Good girls get bad guys. Good girls love bad boys. Alafu kitu kingine hivi, kuna kitu kimoja nimegundua. All men, you love dumb women. Dumb women? Like kwa nini? The women that are not smart. Smart men love dumb women. Dumb men also love dumb women. Kwa nini? Wenye akili ndo wanaishia either kuteseka au kuwa single. Si wana akili sana. Tatizo ni moja, wana akili sana. Unajua ukiwa kwenye mahusiano ambayo wanaume wako waonekani sana, namo ni shida. Of course sio kwamba nasema wanawake wenye akili, kwa mfano yani kama hivyo ambavyo ulisema the smart women. Smart women. Tatizo ni unakuta mtu kutokana na profession yake. Si ndio? Unaweza ukawa labda una date lawyer.
Jamani, malaya ni wabishi. Ndio wanasheria mpaka nyumbani. Anakuweka kwenye mstari kwa logic, sikia. Hapa ni hivi na hivi na logic za nini? Wewe nisikilize, acha story. Umeona? Ila ukidate mwalimu uelewa. Sijasema ana akili. Najua. Umenielewa? Professionally wise. Anajua kwamba huyu ni mwanaume, acha twende naye hivi. Wanaume wanasheria ni wabishi. Wanaume by nature. Yaani hamna mwanaume anayetaka kupandwa kichwani. Unanielewa? Akia Neli, kuna ile unafua na mtu, mwanaume anapaswa uwe mpole. Yaani mwanaume anapaswa uwe yaani kuna ile kwamba baby, kuna saa tena kusingizia kitu. Usikubali. Asa basi kuhusu kusingizia. Kuna muda yani wewe kama mwanaume, kuna saa mimi labda nimekasirika. Nakwambia baki tufanye, mimi sijapenda hivi na hivyo. Wewe sema tu sawa, nimekusikia mama. Tutafanya beta. Lakini sio hivyo, nisikilize. Yaani unaanza wewe unapaswa ile paragraph nikikutumia. Wewe unanijibu tu pale sawa, nimefuelewa. Kwa nini unanijibu na paragraph nyingine? And you think that is masculinity? Nyumbani nitakuona kama wewe ni baba wakati tunachambana ndugu yangu. Na masculinity sio kwamba eti wewe ndio will she. Ndio mwingine kukaa is masculinity pure because women tumeumbwa kuongea. Ukishindana na mwanamke hapo utajikuta mnafanya taarabu. Kabisa. Kwa muda mwingine mwache aongee, wewe msikilize tu. Nisikilize tu. Ala amekuja na stories zake za ajabu ambazo uzielewi. Sikilize tu. Ndio. Hamna namna. Ni kweli kabisa. Ndio dada zetu. Okay, sasa hivi tunaingia kwenye segment yetu ya The Raw Confession. Okay. And kuna kitu vichache tunavidiscuss hapa huku tunaelekea ukingoni wa kipindi chetu. Na leo anataka tuongelee hili swala. Inasemekana bwana, wajane wengi waume zao wakifariki wanakuwa na furaha zaidi kwenye maisha yao. Sio wote, I insist, sio wote. So most widows become happier after their husbands pass away. Sasa nataka tulidiscuss hili swala. Wewe unaonaje? I think for my side, I think this is because kwenye mahusiano men benefit more than women. That's so far how I see it. Naomba labda wewe niambie kwanza upande wako. Wewe unaonaje hili swala kwamba wanaume wana benefit zaidi kwenye mahusiano kuzidi wanawake? Wewe unalionaje? Well, yani hapo kwanza natamani uanze kwanza kuniambia like how do men benefit more than women? I will tell you. Tukianza kwenye vitu kama emotional gap. Nikisema emotional gap, sisi wanawake, mfano wewe mwanaume ukiwa na matatizo na stress, kazi haiendi vizuri, unaweza ukaenda nyumbani kwako ukaongea na mke wako. Sawa? You can talk to your wife, you can talk to your partner. Atakusikiliza, atakumemeleza, atakupikia chakula kizuri, utakula. Sijui unaelewa? She's going to do everything. Yeah. Haya mambo yana majukumu. Kupika sio jukumu la mwanamke, ni wajibu wa kila mtu. Si wote tunakula? Yaani mimi nikae na mwanamke nipike mimi? Yes. Labda nipike mara moja, ila kupika ni kazi yake. Hiyo tuendelee. Hakuna kazi ya kusema ni kazi ya mwanamke, ni kazi ya mwanaume. Mimi ndo maana ni basi wewe aendelee. Sawa? Kwa hiyo unakuta kama hivyo mwanaume anakuwa ana matatizo, si ndio? Unaenda kwa mpenzi wako atakusikiliza. Lakini mimi naweza nikaa na matatizo mengi sana ila sikwambie na kuacha focus na kazi. Sana nitakwambia matatizo ya hela. Lakini kuna matatizo mengine, I have friends, I have family, I have na mama yangu, nina nani, nitasoma hata pengine online. Yaani nitasort out issues zangu compared na wewe. Wewe utafuja kwangu mimi like I'll always listen to you. Si unanielewa? I will always give you an ear to listen to you. Lakini wewe you not always have the time to listen to me. Pengine hata una kazi nyingi sana. Umeelewa? Una majukumu yako. Lakini at the end of the day, mimi naweza nikaa ni maskini ya Mungu, ninakaa matatizo yangu moyoni mwangu, sina wa kumwambia. Sometimes hata hiyo familia siwaamini, but I'd rather not stress mwanaume wangu, nimwache focus na maisha, awe na furaha. Mwisho wa siku maisha fanya nini? Yasonge. Ukiangalia hata kwenye mambo mengine, angles zingine, mfano hata majukumu ya nyumbani, ndio nilikuwa nakuja hapo unaposema kwamba ni
ni kazi ya mwanamke, ni jukumu la mwanamke. Of course tumelelewa hivyo kiculture ya Kiafrika, lakini pia it depends na kitu gani mwanaume una bring to the table. Uwe na power ya kumwambia mwanamke wako kwamba that is your job. You don't even have to tell her matter of fact. Ukiwa tu ni umenyooka, mwanamke atapika, atafua, atafanya kila kitu. Si mke wako, umeelewa? Na tutachukulia hiyo kama ni nini? Ni jukumu letu. Lakini mind you, mwanamke huyo anaweza akawa anaenda kazini kama wewe, pengine yuko busy zaidi yako wewe, lakini akirudi nyumbani she still your wife and she does her duties. Yeah. Na halalamiki, umeelewa? Yeah. Lakini at the end of the day, so wote mnachoka. You get time to rest, she doesn't. You understand? You know, umeelewa? Daddy. Okay. Easy. Career wise. Ngoja. Career wise. Mimi nikipata sasa hivi ujauzito. Mimi naenda nateseka. Tuseme I'm your wife and I'm pregnant. Nina kazi ya kwenda ofisini. Sometimes naweza nikapata hata ma bed rest. I have to even sometimes baka ni give up kazi yangu. Kuna sisi wengine we believe kwamba when you give birth kwa mtoto, at least raise in the first 3 years. Yani uwe naye nyumbani close to you. Unaelewa? Maana wanasemaga 3 to 5 years ndo umri ambao mtoto anajengeka tabia and so many other things. Sawa? Pia bado ni mdogo sana, mtoto anahitaji mama yake. Umeelewa? Lakini at the end of the day, baba bado utakuwa unaenda kazini, utakuwa unafanya maisha yako, utakuwa unaendelea na career yako. Nothing has changed. But if it was to me, unaita tena kabisa ukakaa chini ukaniambia, nataka wache kazi sasa hivi, focus na kulea mtoto. Na kuna wanawake wengi tunaona they sacrifice. Kuna wanaume ndio mna brainwash wanawake, kaa nyumbani, I will pay you. Lakini at the end of the day, you will be paying your wife to stay at home, but when things go wrong, utamwacha. Mkiachana, she's going to struggle. There won't be that money that you're paying her to stay at home anymore. Lakini wewe maisha yako yatakuwa bado yako stable. You did not lose your career. You did not lose anything. Sina nielewa? Mi nadhani ni namna ya jinsi tunavyoangalia vitu. Ndo so far mpaka sasa hivi hujaona kwamba wanaume wana binafsi benefits more than wanawake? Because I will keep on convincing you. No. Kwanza uwezi ukaniconvince kirahisi. No, listen daddy. Wewe kwa mwanamke isiwe sababu ya kuona kama vile unabebeshwa mzigo. Sababu wanaume hatuongei. Unanielewa? Sisi sio watu wa kukaa tuanze kulalamika hapa. No, kuna mtu amewahi kuniambia just a previous episode alisema kwamba mwanaume akiwa in love with you, he's gonna tell you when he's struggling. He won't keep quiet. Yani mwanaume akikupenda hata nyamaza, atakueleza, atakwambia. Unaongea na mtu anayekusikiliza. Unanisikia? Na hapa tunaongelea kwenye mahusiano kwamba watu wanaopendana au ndio nakwambia sasa Gladi. Nisikize na mimi nikuelekeze. Mwanaume anafaidika kwa upande wake, mwanamke pia anafaidika kwa upande wake. Niambie mwanamke anafaidika. Ndio maana ya mahusiano. Mwanamke anafaidika kwenye nini? Katika hivi vyote nilivyokuelezea hapa before. Tell me how is a woman benefiting kwenye hii situation? Sasa ukisema ukae unaangalia hivyo, una suggest vipi kwamba wanaume unawasidate wanawake? No. Ndio maana nikarudi kwenye ile point yetu kwamba you have to accept kwamba men benefit more in the relationship than women. Ndio maana wanasemaga wanaume ambao wako single wanakufa mapema kuliko wanaume ambao wameoa. Wewe nani akwambia? Tafiti zinaonyesha hivyo. Tafiti huko duniani watu wanafanya research kwamba single men, married men live longer than single men. Listen. And they are happier. Even married men die. So married men wako wanaishi maisha ya happier life kuzidi wanaume single. Wakati vice versa, kwa sisi wanawake, single women are happier than married women. Take it or leave it. That's just the reality. So how don't you see women are happier than married women? How don't you see it? See what? Single women are happier. Single women are happier, yes, because... So why should they be happy? Watu wao kutopoe. Single women, why they are happier when they're not with men? Kwa nini wako happy? Kwa sababu wanaume wanashindwa kukidhi mahitaji ya wanawake kwa upande mkubwa sana, and at the same time aukidhi mahitaji ya mwanamke,
kwenye kila angle, sexually, financially, kila kitu, you're not there, unaelewa? At the end of the day, this woman bado anafuvumilia. And at the same time bado kwani kwambie kitu bado unazingua, unachiti. Kitu ambacho ukioni hapa ninachojaribu kuonesha ni kwamba wanawake mnaongea. Unanisikia? Hata hapa hivi tunavyoongea, kila nikijaribu kukuambia kitu unanikatisha. Kila nikijaribu kukuambia hivi, ni inaonesha moja kwa moja jinsi gani ni ngumu. Kwa hiyo inabidi tu kae unamsikiliza hivi. Umeona? Ni vile ambavyo tunavyoangalia vitu. Mimi nikiwa kwenye mahusiano sina matarajio ya kwamba huyu aje kwangu aniletee hiki. Nina matarajio ya kwamba huyu nikiwa naye tunaweza kufanya kitu pamoja. Na kitu cha pamoja hautakiwi kuangalia huyu ana faida kubwa, huyu ana faida ndogo. Teamwork inaenda kwa staili hiyo, kwamba hata kama mimi nina faida kubwa kuliko wewe, siwezi nikasema mimi, nitasema sisi. Wewe nikuulize swali Mary. Katika society sawa, au katika ndoa mwanaume anapaswa yani kitu gani mwanaume anapaswa kufanya kwenye ndoa akiwa ameoa? No, nijibu tu kwanza hilo swali simple. Mwanaume anatakiwa kuwa mwanaume. Kuwa mwanaume ni kueje? Anatakiwa kuwa baba, anatakiwa kuwa mume. Ndo inakuaje? Anafanya majukumu yake, provider and everything. Provider and everything, no. Provider and what? And what? Nashindwa kujua ni nini unachotaka kujua. Ambacho unahisi katika society mwanaume ikiwa married anapaswa kuvifanya. Provider then anakuwa baba wa nyumba. Baba wa nyumba ujue kazi anazofanya. Zipi? Fixer. Of what? Lights kingine. Gadi banani unafanya? When a married woman, what does she have to do in the family? Nikujibu nikusaidia. Questions with women. Mwanamke anapaswa akuzalia watoto, akupikie, azao watoto nani azae? Sawa tufanye hivi. Boya. Unashindana. Usaidie kusimamia biashara. Na nature. Wanaume, you guys you do the bare minimum. Biblia inasemaje? No, listen. Biblia inasemaje? Well, women, it's not about the Bible. Women, we do a lot. We do so much. But nobody notices. But men, you do the bare minimum and everyone praises you. Everyone is like, hey, he's doing this, he's doing that. And it's not fair. What is Gadi? The best way is just for women to stay single, I guess, at this point. Stay single and what? Is the happy life. Okay. The only thing I'm seeing here is women only want to be single and fuck outside. Fuck with everybody they want. Sababu, you just want to fuck around. We're just tired, babe. That's the problem. We're tired of you guys. Ona, nisikilize. You guys are hard, you treat women bad, you cheat on them. Cha kwanza kabisa, mnasahau tamaduni zenu. Wewe kunipikia mimi sio kazi, ni wajibu wako. Ukinipa hela mimi napika Neli. Ukisipika toi hela na wanataka 50. Hao ni wa kwenu, ila sisi huku tunafanya hivyo. Unaona? Nini? Niko na Gadi nisikize. Umemsikia? Kwanza mwanamke wangu akianza lawama kwa kila siku ananipikia, mimi sitamuelewa. Na unapenda kupikiwa? Mimi napenda kupikiwa na napenda kula. Umeona? Nilaumu. Siku hizi unanenepa, nitaanza kukuelewa. Kweli hapa nimeanza kuwa mvivu kufanya mazoezi. Ila mimi namwambiaga baby pika. Mazoezi nitafanya mwenyewe. Wewe kuhusu swala la mimi sijui na kitambi nini, hilo niachie mimi. Jamani, naomba na ninapenda mtu ambaye anajua majukumu yake. Mimi wewe unaanza kuwa na wivu na mimi kwenda kazini tena. Wewe kazi yako unaijua. We do meet, we do have sex. What's the outcome? Pregnancy. Unataka mimi ndo nipate mimba? Wewe ndo umekuja umepata hiyo mimba. We do this together. You are there, unanituma usiku niende nikakutafutie chips wapi? Ambapo unajua siwezi kupata, naenda na kutafutia, napata na kuletea. The struggles, don't you see? But all you see is us women, we do this and this and this, while men are seated there.
Men are men, women are women. Shut it. Kwenda kunichukulia chips usiku, that's bare minimum Nelly. Sawa, nimetoa tu mfano. Ila my point is men are men. Naenda kutakulia chipsi, huyu mwanamke ambaye is pregnant anaweza akapata miscarriage, aka lose a lot of blood and aka lose her own life. Oh my God. So being pregnant. Oh my God. Naomba leo tuishie hapo. Muda wetu umetupa mkono. We will keep on doing it. Tutaendelea na hii topic mimi na wewe. Next time we'll meet again. Next time we'll meet again and we will talk. We'll start from here. Hold that thought. Okay, una chochote cha kuongeza kwa ajili ya The Raw Podcast, The Raw Space Podcast, wasikilizaji, una chochote cha kuongezea kabla tujafunga? What can you tell them now? Unaweza wakawashauri mimi vijana ambao wanakuangalia wewe kama mtangazaji. It's sad that tumekuwa na muda mchache, we couldn't go deep in your career, but I hope next time tukikutana tena we can talk more about it na the challenges unazopitia. I know you have a lot of things that you can share with people na ukawasaidia wakafunguka kiakili na wakajua nini wanafanya na nini waki-expect kwenye this industry. So far with everything that tumekiongelea leo, what do you think is unaweza ukawashauri watu wanaokuangalia, vijana wa leo wanaweza wakajifunza kutoka kwako? Okay, well, what I can say is vijana tunapitia vitu vingi sana na kuna mambo mengi yanayotuchanganya. So we should not be driven by expectations za watu. Wewe jitengeneze wewe kama wewe, inapendeza wewe ukiwa bora leo kuliko jana. So unajua, nikisema hivyo wewe ndio unajua analysis zako, jana nilikuwa hivi ila leo nimekuwa hivi. Na pia tusijitie mizigo ambayo sio ya kwetu. Kuna mizigo mingine ukijibebesha hautakuja kuitua mpaka unakuja kufa. Kwa hiyo mizigo ambayo unaona huu mzigo unihusu, sio lazima ujibebeshe. Beba mizigo yako mzee, si ndio? Cha mwisho ninachoweza kushauri vijana wenzangu, akina dada na akina kaka, tumetoka kuongea hapa, ila kila mtu ajue nafasi yake kwenye maisha yake. Kama uko kwenye mahusiano, unatakiwa ujue nafasi yako kwenye mahusiano yako. Uko kwenye ofisi, unatakiwa ujue nafasi yako kwenye ofisi yako. Kila sehemu ambayo uko unatakiwa ujue nafasi yako. Usitaki kushindana au kujilinganisha na watu. That is all. You always have to stay positive, keep pushing. Hiyo ndio kitu ya msingi msee. Okay, asante sana Nelly Paupa kwa maneno yako mazuri, mawaidha kutoka kwa kaka mkubwa. Mimi nachoweza kusema jamani, endeleeni kusikiliza na kufuatilia episode ya The Raw Space Podcast. Tuna vitu vingi vizuri ambavyo vinakuja huko mbeleni. Lakini meanwhile, ukiwa huko Masaki, sisahau kupita hapa Mageses Apartments. Huku juu kabisa kuna restaurant inaitwa Midtown Restaurant. Unaweza ukaja hapa kama wewe ni mpenzi wa Caribbean food. Kitamu sana jamani. I keep on saying this like to everybody kwa sababu personally nimekila na najua. So the food is good, there's entertainment, kuna DJ nights, kuna events tofauti. Unaweza ukawafollow kwenye page yao Instagram ya Midtown na unaweza ukafika hapa. Na ukitaka direction ukiwa na ufiki pia, please just send me a DM, I will help you, takuelekeza. So na pia katika mitandao yetu ya kijamii tag na nitashare nao, kwa pia unaweza ukaja pale directly ukapata information za Midtown Restaurant. All in all, you have a good day. Bye bye.